Tunaona marafiki watatu walioshibana kwelikweli. Rachel, Oscar na Damian wanasherehekea kuhitimu kwao kwa mafunzo ya NYCS kwa pamoja. Ni shangwe na furaha na kupata vinywaji huku wakisherehekea kwa pamoja, na nikukaribishe tu kutazama Chasing Butterflies, au sio? Usisahau kubonyeza subscribe hapo chini, like na dondosha komenti yako. Mimi nitaisoma na nitazijibu zote. Mimi naitwa Magis Junior na hii ni Kusini Icon. Sasa baada ya hekaheka za sherehe, tunagundua Oscar anasafiri kwenda kuchukua masters nje ya nchi, na atawamisi sana washikaji zake Rachel na Damian, ila suni tu watakuwa tena pamoja. Sasa baada ya miaka 4 kupita, leo Oscar ndio amerejea Nigeria akitokea masomoni, huku anasema amewamisi sana washikaji zake, hususan ni kivuruge Rachel. Ana imani amepata boyfriend huko, ila Damian akasema bado yuko single kama ulivyoondoka miaka 4, na stori za hapa na pale zikaendelea. Na jioni wakatoka zao auti kwenda klabu kufurahia kwa pamoja, maana mwenzao Oscar ana masters sasa hivi. Ni vicheko tu na kupiga stori, kila mtu anamsimulia mwenzake mambo gani yamempita wakati hayupo. Na Damian yeye ni mchoraji wa picha mkubwa tu. Oscar anaulizwa hajapata mchumba mzungu huko, ila akacheka tu kwamba bado na yeye yuko single. Na mara simu yake ikaita, akawa anaongea na mtu huku Rachel akimkata jicho Oscar, na wakabakia wawili tu. Rachel amelewa sana, hata kutembea hawezi. Damian akaamua kumpatia kampani hadi nyumbani. Rachel anafosi alale na Damian, ila mchizi akastuka na kuondoka, huku Rachel anashangaa tu. Damian yupo ofisini kwake, anakumbuka miaka 6 nyuma urafiki wao ulivyokuwa, na leo ilikuwa siku ya wapendanao, Valentine. Rachel akamletea zawadi Oscar, ila mchizi akajifanya huko busy tu na Damian wanacheza. Sasa Rachel amekuja kwa ajili ya Oscar, ila mchizi akuliona hilo, akadai anatoka, ana mtoko wake leo, akawaaga. Na Damian akamtaka watoke wao auti, ila Rachel akachukia na kusepa. Oscar akarudi kumtaka Rachel akamchagulie nguo za kuvaa. Damian akampangilia mwanawe miaka yote hiyo, hajaelewa tu kama Rachel anampenda au anajizima data tu. Oscar akashangaa, kwani ameongea kipi kibaya leo kwa Rachel? Hizo ni kumbukumbu tu za Damian. Leo Rachel kaja nyumbani kwa Oscar, akamfanyia usafi nyumba mzima, na alipomaliza akampikia msosi kabisa. Yaani Oscar anajua anafanya yote hayo kwa ajili ya urafiki, kumbe mwenzake analake jambo moyoni. Akaja hadi chumbani kwa Oscar kuja kuomba kuchukua nguo aende akamfulie. Upendo gani huu? Hadi Oscar anashangaa, ila akapotezea. Oscar kaja kwa mchizi Damian na kulalamika anashindwa kumkwepa Rachel, maana kila mahala yupo hadi anachoka, na amehamia chumba cha wageni. Anadai akija home anataka rumu ya kuchenji nguo, mara anipikie na kunifulia. Mimi sitaki kumtumia kaka, naogopa, tumetoka mbali sana. Ila Damian akampanga anafanya hayo yote ni kwa upendo, kama kaka na dada. Mida ya usiku Oscar anacheki movie, Rachel akaja na msosi wake, akajibiminia waini na kugonga chazi kwa ajili ya urafiki wao milele, huku stori zikiendelea. Na wakanywa waini kwa kupiga pafu moja, wamemaliza. Na matokeo ya kunywa huko waini yakajipa, wakajikuta wanapata juisi ya limau yenye mchanganyiko na chenza. Sasa ndugu yetu Oscar anakurupuka akijichungulia chini, hana kitu. Mara Rachel anaingia na akastuka, akamwomba msamaha kwa kile kilichotokea. Ila bibie ndio akasema rasmi wameingia kwenye mahusiano, maana amekuwa single kwa muda mrefu na anampenda sana Oscar. Mchizi akacheka akijua Rachel anatania, kumbe mwenzake anamaanisha. Basi Oscar ili kumridhisha Rachel akasema yes, ila kutoka moyoni yeye hana hisia zozote na Rachel, anamchukulia kama rafiki tu. Damian anafunguliwa mlango, anashangaa kumwona Rachel mida hiyo kwa Oscar. Akashangaa, tunakuuliza nini kinachoendelea hapo? Damian anauliza kama anachowaza ni kweli au vipi. Oscar akampangilia kila kitu Damian, na yapata wiki kadhaa sasa ni wapenzi. Ila Damian anajua mchizi wake hana mapenzi ya kweli na Rachel, atamtumia tu na kumuacha. Oscar anasema alishindwa kukataa. Damian anasema anajua tu, anataka kumvunja moyo wake tu, hastahili kumfanyia hivyo Rachel. Na mara Rachel anakuja na kuwaita wamsaidie kuandaa meza, ila Damian akaaga kuna sehemu anaenda, hivyo watu wahi kula chakula chao. Na kiukweli Damian anampenda sana Rachel, ndio hivyo alishindwa kumwambia, maana bibie anampenda sana Oscar. Damian akaenda kuonana na Rachel kazini kwake,
na kumwambia Oscar amfai, atakuja kumpiga tukio, sio mtu sahihi kwake. Rachel akasema anampenda Oscar, hawezi kumfanyia hivyo. Damian akasema yeye anampenda kuliko Oscar. Tangu alipokuwa chuo alijitoa sana kwa ajili yake, anampenda kwa moyo wake na hataki kumuumiza. Ila Rachel akasema yeye hampendi kama hivyo, bali yeye anampenda kama rafiki na moyo wake upo kwa Oscar na si vinginevyo. Sasa ndugu yenu Damian akagoma kabisa ku move on. Yupo anatazama picha za Rachel tangu alipokuwa NYCS kule, huku Rachel ametoka kumpokea rafiki yake Kemi ambaye ndo ameingia leo nchini hapa. Wakaenda shopping na huku wakakutana na Damian, wakatambulishana tu, huku Rachel anamkwepa Damian, anamtaka Kemi wawahi kufanya maemezi, huku Damian ameganda tu. Ila Kemi akampangilia Rachel ametokea kumpenda Damian, ni kijana mtanashati sana, anatamani watoke out kwa pamoja ili kuongeza ukaribu naye. Rachel na Oscar wamelala zao, mara Rachel anapapasa kitandani amuoni mtu, akicheki mlango uko wazi. Akashuka chini anamkuta Oscar amejiinamia tu. Alipomuuliza kulikoni, akadai alikuja kunywa maji tu akihisi kiu. Basi waende wakalale. Asubuhi Rachel akafunguka, amuelewi Oscar tabia yake hivi karibuni, amuelewi, anahisi kuna jambo anamficha. Anamwambia simu za usiku haziishi tena, anaenda kuongea sehemu ya kujificha. Oscar akamaindi hataki kuona anafuatiliwa na kuulizwa maswali ndani ya nyumba yake. Kama amechoka achukue funguo aende huko nje akafanya jambo lolote la kumpatia amani na sio kumchunguza yeye. Baada ya kugombana, Oscar akaondoka na mpaka mida minene hajarudi. Rachel akamcheki Damian akamuuliza kama yupo na Oscar, maana nampigia simu hapokei wala kujibu meseji zake. Damian akaja hadi nyumbani kufahamu hali halisi, huku Rachel analalamika inawezekana kitu kibaya kimemtokea Damian. Anamwambia kwani amfahamu Oscar, ni mtu wa aina gani hadi sasa hivi awe na hofu naye? Na Oscar anaingia ndani. Rachel akamfuata na kuanza kuuliza alikuwa wapi na kwa nini hapokei simu zake na kujibu SMS zake. Alikuwa na hofu sana. Jibu alilojibiwa siende kwao, hawezi kumwachia hata faraga kidogo, tena hapa ni nyumbani kwake, si aondoke amwache mwenyewe hapa kwake. Anaamua muda wa kutoka na muda wa kurudi, hakuna wa kumpangia. Damian akasema yupo sahihi Rachel kuuliza ulikuwa wapi, shida iko wapi? Oscar akaondoka huku akisema hayupo kwenye mudi nzuri. Rachel akampigia simu Damian kuwa yeye yupo busy kidogo na kazi, anamuomba ampatie company rafiki yake Kemi, hivyo atakuja nyumbani kwake ampe company kipindi yeye hayupo. Damian akataka kukataa, ila Rachel akamuomba akubali. Akasema sawa, bila kujua ni mpango wa Kemi mwenyewe, anataka kuwa karibu na Damian. Na kweli bana, kadri siku zilivyozidi kwenda mbele, ukaribu wa watu wao wawili ukaongezeka maradufu. Wanatoka out na kuenjoy pamoja. Huku kwa Rachel ni huzuni tu kwa mambo wanayofanyiwa na Oscar. Na huku kwa Oscar leo amepokea ugeni wa mchumba wake Nora. Amerejea nchini kuja kwa Oscar, na mida ya usiku bibie akavaa nguo fulani hivi, na mwisho wa siku hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kika happen huku kila mtu akimsifia mwenzake kwa raha anazompatia. Rachel asubuhi amekuja kufanya usafi kama kawaida. Nora hayupo, ametoka hapo. Na Rachel akashangaa kuona kope na lipostiki, ila akasema hizi sio zangu, itakuwa kuna mtu amekuja wakati mimi sipo. Akaenda hadi chooni kukagua, akakutana na miswaki miwili, mmoja wa Oscar anaujua ila mwingine haujui. Akafungua kabati na kuanza kupekua, si ndo akakutana na night dress ya Nora. Na Oscar alipokuja kuulizwa akakataa kabisa, hazijui, labda kuna mchizi wake alikuja na demu wake akaziacha, kama sio hivyo basi ni zake Rachel, atakuwa amesahau kama ni nguo zake. Rachel akasema yeye sio mjinga hadi nguo zake asizijue, na hivi pia vyangu, lipostiki, mswaki, sio? Oscar akajua udhaifu wa Rachel ulipo, akamshika kiuno na kumsogeza kifuani. Rachel akaishiwa pawa, akaaga tu anaenda kupika msosi. Akaenda hadi kwa Kemi kumsimulia mapicha anayokutana nayo kwa Oscar. Anahisi anamsaliti, bora angemkubalia tu Damian kudeti naye. Alimuonya kuwa Oscar sio mtu sahihi kwake, ila yeye alisha shingo. Kemi si akaja kuyaleta kwa Damian na kumwambia kumbe anampenda Rachel. Mchizi akafunguka, ilikuwa zamani, ila baada ya kukutana na Kemi sasa hivi anampenda yeye peke yake. Sasa huku kwa Oscar simu za usiku haziishi. Anapenzika tu tena jikoni, anajiachia kwa raha zake. Anastuka kumuona Rachel, akakata simu chapu na kusema alikuwa anaongea na rafiki yake tu, ndio maana hakutaka kumpigia kelele chumbani, akaona bora aje huku jikoni. Rachel akauliza kama anamchiti, ila Oscar akamtaka ache kumfuatilia maisha yake, akasepa.
Rachel akaenda kwa Damian kujiliza na kumsimulia mambo anayofanyiwa na Oscar. Bora angemsikiliza tu, na Damian anaishia kumpatia pole tu na kumtia moyo yataisha. Huku kwa Oscar yeye ni kupinduka tu na kipenzi cha moyo wake Nora. Nora anaenda kufungua mlango, anashangaa anamuona Rachel, anamuuliza anamtafuta mtu au ana shida gani huyu. Rachel naye anamuuliza anafanya nini hapa. Akakumbuka hii nguo alovaa ndo aloikuta ile chumbani kwa Oscar. Oscar akaja akamuuliza Rachel amefuata nini hapa. Anakujaje bila kutoa taarifa. Sasa Nina anauliza huyu ni nani. Rachel anamtaka Oscar amtambulishe yeye ndio mchumba wake. Ila mchizi akamfungukia kuwa amejilazimisha kumpenda ila ameshindwa. Yeye hisia zake zipo kwa Nina ambaye ndio mtu anayempenda. Sio yeye aliyejifusisha penzi tu kwake. Ila moyo wake unamuona mtu mmoja tu pekee ni Nina. Hivi ndugu yetu Rachel hajitahidi kumuelewa Oscar na kuvaa viatu vyake hivyo aondoke tu. Rachel akamuita Oscar ila akafungiwa mlango na kuanza kulia kwa uchungu tu hapa mlangoni. Ila haya yote amejitakia mwenyewe jamani. Si ndio hivyo? Sasa mtetezi wa Rachel akaja kumuuliza Oscar why amemfanyia hivyo Rachel. Amejitoa kwa ajili yake vya kutosha. Ndio malipo yake haya yanayostahili. Oscar akasema bora yeye amemwambia ukweli Rachel kuliko yeye aliyejifanya kuvunga anampenda akashindwa kusema. Lakini yeye hakumpenda Rachel kama hivyo. Alikuwa anamchukulia kama rafiki. Hivyo basi Damian aende sasa hivi, jimbo lipo wazi, na kama anataka kumpiga ampige tu. Na Damian akaondoka kwa hasira. Breki ya kwanza nyumbani kwa Rachel, akakutana na Kemi akamuomba amsindikize ndani. Ila mchizi baada ya kumuona Rachel chapo kitandani kwenda kumpatia pole. Huku bibia analia tu kwa uchungu kwa yote anayopitia. Hakutegemea alipwe hivi na Oscar. Kemi na Damian ndio wakawa watu wake wa karibu wa kumpatia pole na kumbembeleza. Damian naye akamfungukia Kemi kuwa anampenda yeye peke yake na sio mtu mwingine. Asimuelewe vibaya ukaribu wake na Rachel. Ni rafiki yake tu. Hawezi kumtelekeza. Na bibie Kemi akafurahi na kuwa na uhakika jimbo ni lake analimiliki hilo. Amepita bila kipingamizi. Sasa mapema leo Rachel ameenda kwa Damian kwa bashasha kweli. Si mwanzo alimwambia anampenda, basi leo ndo amekuja kumpatia jibu lake na kumpatia nafasi nyingine ya msamehe. Maana mwanzo hakutaka kumsikiliza. Anataka wawe wapenzi. Amegundua Damian ndio mwenye upendo wa kweli. Akataka kumbusu mchizi ila akaishiwa kufukuzwa tu. Akarudi nyumbani amefula. Kemi anamuuliza nini kimetokea? Ndo akakumbuka Damian alimpanga kuwa nao wanadeti na rafiki yake Kemi. Hawezi kuwa naye, haiwezekani. Huku kwa Oscar anampokea kipenzi chake Nina akiwa amelewa, ameletwa na dereva tu. Akasema nauli yake amelipiwa na Madam Alice. Oscar akamaindi sana hii tabia ya Nina kurudi usiku akiwa amelewa. Akachukua simu ya Nina na kupiga kutaka kujua alikuwa wapi. Anagundua ukweli mchungu kuwa Nina amekuwa anamchiti na yeye kiufupi anajiuza. Karma bana haichelewi. Malipo ni hapa hapa kwa hii dunia. Penzi la Damian na Kemi ndio linazidi kunoga kwa wapendanao hawa. Ila huku kwa Oscar na Nina wake ni vita kugombana tu. Mchizi anauliza why jana alimfanyia hivyo alivyomfanyia. Analewa, anatumia madawa na analala na wanaume. Na huyo Alice ni nani? Nina akamjia juu hataki kelele. Yesi alimtaka arudi Nigeria. Kelele zote ni za nini? Yeye hawezi kabisa kuacha vitu alivyokuwa anavifanya mwanzo. Na akaenda kufungasha nguo zake anasepa. Anaona hapa anabana sana. Ila kwa Oscar ni huzuni tu. Akutarajia Nina kumfanyia haya. Ndo anajua chaguo lake sahihi ni Rachel na sio Nina. Akaishia kulia tu kwa ujinga wake. Oscar kaenda kwa mchizi wake Damian na kumuomba msamaha kwa yote aliyotokea. Na sasa hivi yupo single. Damian akasema aende kumuomba msamaha Rachel na sio yeye. Oscar chozi linamtoka, amegundua Damian ni rafiki wa kweli. Alikuwa anamshauri mambo mazuri. Ila yeye alikuwa anamuona kama adui yake. Damian akasema hana chuki na yeye, alishamsamehe, aende kwa Rachel tu. Rachel naye anatubu kwa Kemi alitaka kumuibia mchumba wake. Hivyo alifanya kila jambo Damian awe wake baada ya Oscar kumwacha. Ila akaishia kuangukia pua tu. Hajui ni jambo gani amemfanyia Kemi hadi hataki kukusudia kumfanyia yote hayo. Kemi akasema ajisamehe mwenyewe kwanza, ajipende sana kabla ya mwanzo ndio itakuwa dawa ya kupona kwa majuto yake. Ila Rachel amejikatia tamaa tu. Anaishia kulia, anaomba msamaha. Baada ya miezi kadhaa, leo Rachel amealikwa chakula cha usiku na Damian na Kemi. Na mara Oscar naye ni miongoni mwa watu walioalikwa kupata chakula cha jioni pamoja. Na baada ya msosi Kemi na Damian wakawataka wakae chini wamalize tofauti zao wote wawili.
amejua ni changamoto tu katika mahusiano, hivyo wakae chini wayamalize. Na yeye na Kemi wakanyanyuka na kwenda juu, huku Oscar na Rachel wanatazamana tu. Wakapiga fundo la waini kwanza, na mwishowe wakasimama na kila mtu akatoa la moyoni kwake, na final wakasameana na wakarudi kama zamani, maana Mungu amepanga wawili hawa kuwa pamoja, na wakagonga chaz kwa mwanzo mpya wa mahusiano yao. Na kufikia hapa ndio mwisho wa huu mzigo wa kuitwa Chasing Butterflies. Mimi ni Majis Junior. Niandikie komenti yako, umeuonaje huu mzigo? Till next time, ciao.